Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Tusalimiane kwa mkono. Asante sana. Asante sana Bishop, rafiki yangu, ndugu yangu. Na hivyo Bishop amesema ni kweli, yeye ni rafiki yangu. Kuna kitu hata amesahau kuambia kwamba hata niliposimama bunge mara ya kwanza, yeye ndiye alikuwa wale waliniombea. Kwa hivyo tumetoka mbali sana na yeye. Kuna kitu imenishangaza kidogo, tukua kwa ofisi yake. Nimeona ameweka picha za wale watu wamepitia hii kanisa. Kaona hata ya Moi, mzee Moi, marehemu Moi, hayati Moi iko hapo. Nikaona ya mzee Kibaki iko hapo. Nikaona ya Rais Uhuru Kenyatta hata hiyo iko hapo. Nikaona hata ya William Ruto rafiki yangu iko hapo. Na nikamuuliza, hii ukuta itajaa nikikuwa rais, utaweka picha yangu wapi? Kwa hivyo mama, wacha hii sasa nikupatie kazi. Uniwekee tu kasehemu kadogo kwa ukuta. Jua Bishop ni Bishop wa kila mtu. Anaweza kuja mwingine amwekee picha. So wewe ndio nimeachia hiyo kazi. Uniwekee kidogo. Ninashukuru Bishop ni mtu tunaheshimu sana na hii kanisa yake. Nilikuwa nikuja hapa wiki iliyopita, lakini niko na kazi ngumu kwa sababu kando ya mimi kuitisha kura ya ugavana hapa Kiambu, pia ninahusishwa kwa kampeni ya kitaifa ya rafiki yangu William Ruto. Na si makosa, ama ni makosa? So wakati mwingine wananiambia wewe enda Nakuru, enda Meru. Sasa last week nikasaidia Nakuru, sikuweza kuja. Na nilikuwa nimemwambia Bishop nitakuja. Leo nikasema yule mtu ambaye anataka nisikuje kwa sababu nilikuwa naitwa huko Meru, nikamwambia ruhusa na kwenda Meru ama kuja Kiambu, hiyo uamuzi sio wangu. Nikawaambia wapigie Bishop. Na sijui kwa nini waliogopa kukupigia. So nikasema mimi nitakuja kushiriki na nyinyi. Na nimefurahia sana hii kanisa. Nimefurahia sana sana. Na nataka kurudi hapa. Nataka kurudi hapa hata kama hakuna siasa. Kwa sababu sijaenda kanisa mingi ambao mmesema hamtahubiri na bado inakuwa live, vile imekuwa live na imetuguza sana. Sitaki kuongea sana, ni kuwauliza tu kanisa tuombee taifa letu. Na hiyo safari mmeshika ya kuombea. Sisi kazi yetu ni kushika hii microphone na kufanya makelele. Zaidi hapo, what else can we do? Nyinyi ndio mtatuitania juu. Na muitanie hii taifa letu. Na mimi sasa naongea kutoka kwa roho yangu. Watu wote ambao wako katika uongozi, katika siasa, tofauti ile unaweza kufanya katika hii taifa imebaki kidogo sana. 37 days ni kitu kidogo sana. So sasa ni nyinyi na maombi na Mungu, kwa sababu mnajua kama taifa pahali tumepitia. Mnajua ile mashida tumekuwa nayo katika uchaguzi zilizopita. Tuombe Mungu huyo shetani akae mbali na hili taifa. Mwenye kushinda, mwenye kushindwa, hiyo sio kitu ya maana. Ya maana kwa sababu hata hakuna mtu atakuja kwa nyumba yako akuwekee chakula, ugali kwa meza. Si kweli? Ama kuna mtu atakuja na cheki mwezi ati shule kifunguliwa atishika hapa school fees. Ni kukudanganya tu. Tunaweza kuwawezesha kujisaidia. No gutire mundu ogoka na nyugo ya githeri akwire muthi gaira ciana. So ya muhimu sana kuliko kushinda na kushindwa.
ni tuwe na taifa ambalo liko na amani. Na mimi ningetaka tuombe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8, mwezi ujao, si wa 8. Nimesikia watu wengine wakifanya hiyo makosa, Bishop. Wanasema tarehe 9 mwezi wa 8. Hapana, ni tarehe 9 mwezi ujao. Niguthikiriria. Ni hapa, ni kesho. Ningetaka tuchaguane tarehe 9. Tarehe 10 kila mtu aende pahali anafanyanga kazi. Hata hiyo tarehe 9 yenyewe ogowendagia thoko, uthiwikie kura, ucoke thoko-ini yaku, uthi na mbere na maundu maku. Because hii si uchaguzi ya kwanza tumechaguana, na definitely si uchaguzi ya mwisho, tutachaguana zingine. Kwa hivyo tukatae kuchafuliwa nchi, tukatae kuharibiwa nchi, tujipende kwanza na watoto wetu. Unajua kuna msemo napenda kusema kwa ndege, kwa wale wachache nimeona hapa wameingia ndege, wacha niwaambie kwa wale hawajaingia. Kwa ndege tunaambiwa ati ukisikia kuna shida kwa ndege, pengine imeanza kuyumba, pressure imeanza kupunguka, hata yule mtoto umezaa mwenyewe, wachana yeye kwanza, jisaidie mwenyewe. Na ningetaka watu watangaza hiyo kwa ndege, waambie nyinyi kama wapiga kura, kabla ya kupenda huu MCA, kabla ya kupenda huyu mbunge Wira, kabla ya kupenda Moses Kuria, kabla ya kupenda William Ruto ama wengine, jipende wewe kwanza. Ujipende wewe mwenyewe. Na hizo uchaguzi zilizopita tumekuwa tukichaguana kupatia watu kazi. Safari hii tungelitaka uchaguane ndio ujisaidie wewe mwenyewe. Let us be selfish. Na hii ni injili mimi naendelea kuhubiri, na pole kwa kuhubiri wakati umesema hakuna kuhubiri. Lakini niruhusu nihubiri tu hiyo. Niseme safari hii ujipende kwanza. Ujiulize, ndio Moses Kuria atapata kazi ya ugavana, huyu Wira atapata kazi ya mbunge, huyu Jaka atapata kazi ya MCA, na mimi nitaendelea kukaa katika mji wa Kiambu ambao hauna sewage. Nitaendelea kukaa katika hii mji wa Kiambu ambao hauna maji. Nitaendelea kukaa katika hii mji wa Kiambu ambao hauna soko. So kwanza upigie soko kura, na upigie sewage kura, na upigie maji kura, na upigie barabara zenu kura, na upigie mashule kura. Sasa ni vile tu hiyo mambo ya hiyo yote nimetaja, tukiangalia upande wa gavana, hiyo mambo yote hakuna sewage utakuta kwa ballot, na hakuna maji utapata kwa ballot ndio upigie kura, na hakuna barabara utapata kwa ballot, na hakuna mashule utapata kwa ballot, na hakuna soko ya Kangagi utapata kwa ballot. Hiyo yote imewakilishwa na Moses Kuria. So upiwe tu ujue ni nani ambaye utampigia kura, ambaye anaweza kuangalia maslahi ya kawaida. Na ndio umeona hata katika siasa ya kitaifa watu wengine wakishikwa na hasira, kwa sababu mambo yamebadilika. Kusema ukweli, mimi nakumbuka za kampeni za zamani, tulikuwa tunaona mzee wa hapa tulikuwa tunamheshimu, alikuwa rafiki yangu, alikuwa kama babangu, na pia alikuwa ni kama baba ya Bishop Mzee Karume. Nakumbuka ile Range Rover ilikuwa wakati huo, ukijua mtu anasimama na vitu 3. Kwanza, kama sio Range Rover hasimami, gari ilikuwa Range Rover, si mnakumbuka? Pili, lazima akuwe na bakora ile mkuejo, na 3, lazima akuwe na ile kofia Godfather, na kama ni wa DP, ile chama ya DP, lazima akuwe na kapacha kwa hii hapa, kanyamukage kako la kwa hao kama nyocho na aloga. Lakini siku hizi mambo imebadilika, na hii ndio nasema, wakati huo tulikuwa tunaambiwa na watu wakubwa, safari hii raia ndio wanaamua. Na ningependa pia muombewa na viongozi waache hasira, sababu hata Waswahili wanasema hasira ni hasara. Na usikasirikie watu. Kuna watu wengi naona
wanashindwa sasa hawa watu. Mbona wanamsherehekea huyu Kuria, hawanisherehekei mimi? Si umnisherehekee, si muniite ile mnamuita ule. Inanikumbusha Zaburi 137. Wakati Wanaisraeli walishikwa kama watumwa, wakaenda huko na wale waliwashika wakauliza, na zile nyimbo, ile kigosho mnaibia Mungu wenu, si muniibia hata mimi? Nao akamwambia, sasa hiyo kigosho tunaibaka kama sisi tuko huru, tunawezaje kuimbia sasa sisi kama ni watumwa? Sasa wewe usikazirike, mtosheke namna hiyo. So hiyo ukiona watu wengine wakikasirika, mwambie mambo ambayo tunasifu wengine kama tuko huru, hauwezi kutulazimisha kama tuko wafungwa. Utosheke. Na niambie sana sana, and I want to say this to a very good friend of mine ambaye tumetoka pale pamoja, mimi na yeye na Bishop. Kwetu tunasemanga, unajua hii area ya Limuru hapa Kiambaa, Kiambu, hii ni area ya majani chai. Kwetu cash crop yetu tunasema ni uongozi. Ukipata kiongozi pahali, kwanza muulize kama ni wa Gatundu. Ni unaona hata Bishop ametoka Gatundu, amekuza kuongoza kanisa hapa. Niambie rais wetu, jana mliona vile aliongea jana, na kidogo alikuwa amekasirika. Kwanza tumwambie relax. Hii nchi tulikuta hapa, na hii nchi hakuna mtu ataenda nayo. Hata kwa kaburi si tutaiacha tu hapa. Hakuna, hii nchi iko hapa milele. Hii nchi ni ya Mungu na tutaiacha hapa. Pili, rais ameonyesha, na ni haki yake katika hiki kinyang'anyiro cha urais. Yeye kama Uhuru Kenyatta ako na yule mtu anampendelea, na ni haki yake, lakini leave it within your heart, chance, space kidogo ya kukubali ya kwamba the rest of us Kenyans we may choose somebody else. Inawezekana namna hiyo, si ndio? Si Bishop amesema yule mtu ni Mungu ataamua, sisi tu ni kuomba ombi tu. Sasa hii muda imebaki, because hata ukisema mimi Uhuru Kenyatta nataka huyu na sitaki huyo, the only difference it might make, yule ambaye hautaki hata ni kura unamuongezea. So the best thing is keep yourself busy for the next 36 days. One, kwa maombi, because sasa yeye hana kazi mingi. He can dedicate all his 36 days remaining to prayer and asking for forgiveness. Yeah, it is possible, because me I can pray for half a day because I'm looking for votes. Yeye hatafuti kura, he can pray for the whole day. Yeah. Huh? And asking God for the grace, yeah, to do the right thing, because yeye wakati huu sio yeye anasema, yeye ni Samueli, si ndio? Ikia kwa Jesse, na wewe kwa Jesse yule ambaye utamwagilia mafuta, sio maoni yako, ngojea sauti kutoka juu. Yeah? Imagine kama Samueli akikasirika, mbona sio huyu mkubwa? Mbona ni haka kalikuwa huko kufuga mifugo huko, mbuzi huko? Mimi sitamwakelea mafuta. It is not your decision, Samuel. The house of Jesse, hiyo wote shareholder ako huko juu. Ngojea uamuzi wa shareholder aamue. Si sawa? So mimi sitaki kuongea zaidi hapo. Nikusema mimi naomba kula, mkinichagua nitafurahi, nitawatumikia. Watu wengi waliniuliza, huyu Bishop is from my place, he can tell you. Ningelitaka kuwa mbunge wa Gatundu tena, hata pengine hakungekuwa na mtu wa kunipinga, na sio mara ya kwanza nimesimama bila kupingwa. Ningelitaka kuwa waziri katika serikali ya rafiki yangu William Ruto, ambao mimi niko na imani kwa mapenzi ya Mungu na kula za wananchi ndiye atakuwa rais wa 5. Ningelitaka kuwa waziri kwa serikali yake, hiyo serikali yake ni yangu. Mimi naenda tu na na yeta kwa tekeleka ya megoda.
Kaviro, ile najibu Makinya, hii kutoka hapa mpaka hapa ni ya Moses Kuria. Niko na uwezo. Lakini nikaangalia hii kaunti yetu. Jamani, hii kaunti iko na potential kubwa sana. And it is right at the doorstep of the city of Nairobi. Nikiangalia nchi zingine natembelea, unakuta kama Virginia huko Amerika, ambayo imepakana na Washington, unakuta huko London. Kiambu can be a very great place. Lakini tunaendelea, we are repeating the same mistake again and again and again. So mimi nikaangalia wale watu wamesimama hapa, nikasema wengine walikuwa huko kwa hizo viti, wengine wako kwa hizo viti, wengine walipewa kazi ya kuchunga wale wako kwa viti. Nikasema hata kama sio mambo hapa duniani, jameni, hii county mimi nikienda huko kutafuta uwaziri, nikutafuta mbunge mkubwa huko bunge, nikienda huko biguni niulizwe, na wewe hii Kiambu ikikuwa namna hii, wewe ulikuwa wapi? Na mimi maneno ya ufalme wa mbinguni niko na haja nayo sana, hata kuliko kura. So nikasema wacha niangalie hii jiji. Na unajua Mungu gaino wa Muthamaki kati huo. Unaweza tu kukuta mnichague tu kama na miaka 10, rudi kione ifarusia chokana kule ya kuito musie. Muone dukite president huko. So kwa sababu mtu muda makagero kaimana adhali ugathi high school, ugathi primary, kuma primary ugathi high school, from high school university. Sasa mimi miaka 10 nimefanya kazi Gatundu, kazi yangu na wa invite wote mkuje muone ile kazi nimefanya. Hata leo nimeambia Bishop kuna barabara ya kwake nilimwekea pesa kwa budget, hata hakujua iwekwe lami. Na unajua huko kwetu tunaweka lami mpaka kwa bedroom. Wacha kwa barabara. Na kwetu ukishikwa hauna stima, jameni. Chief ndio hiyo tunamuita askari, unawekwa ndani. Sababu unaharibu jina yetu. Hiyo ndio na mimi nataka Kiambu yote ikae namna hiyo. Sasa mkinipatia hiyo kazi mimi niweze, unajua mimi siwezi kuharibu kwa sababu mimi nataka kusimama urais baada ya William Ruto. So nikiharibu simtanipika kiboko. Wengine wanajua ni kazi wanatafuta. Mimi sio kazi. Mimi natafuta kielelezo cha vile nitaweza kusimama urais. Kwa hivyo siwezi kuharibu Kiambu. Sasa kwa hivyo at least mko na kagaranti. Pole sana Bishop, leo nimehubiri sana. Hapana. Lakini hii congregation yako mtu anaweza kuongea kama kesho. Maana okoyo todo. Ni ado wa maajabu sana. Mungu awabariki. Wacha unajua katika hiyo nyumba kuja hapa niwajulishe. Nimekuja na kijana yangu. Anaitwa Brian. Anasoma huko Amerika, lakini nimemwambia akuje internship ananisaidia hii kazi ndio ajue kuishi na watu. Na unajua what happens is kama simuonyeshi kazi, he will grow up ukimuuliza poverty, maskini ni nini, anasema wacha ni Google kama watu wengine tuko nao Kenya hiyo. Because hawajui maskini ni nini. Ukiwaambia kuna maskini, ukiwaambia watu wanakataa hawakukula, wanafikiria ni kama ile mna fast kila Jumatatu. Hawawezi wakafikiria pengine ni chakula, hawana chakula. So nikasema mtoto wangu lazima mimi nimuonyeshe vile watu wanaishi, umaskini iko, na ndio uweze kuishi kama binadamu, lazima uishi katikati ya binadamu. So nikamwambia asikae huko Amerika, salimia watu. Zeni naitwa Brian Kuria. Nimewatembelea leo. Najaribu kaa chini leo, umepata 3 out of 10. So kidogo tu. Unajua sasa huko Amerika wao wanakuaga huko na Biden na Trump na mambo zingine, lakini lazima pia tufundishe watoto wetu pahali tumetoka. Unajua Bishop, tunasahau. Unajua vile tunasema njisi. Wacha niongee kidogo tu na wazazi. Unasema ni ndikwenda ni mwana wako akagera ndagere. Ndari kana ndathire tukute na kirato digedo uguo. Please let us show our children our roots.
because they are the future of this country. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asante sana.